Na ukitaka kuamini wanaume ni wachache, tafuta mume. Ndio utajua hivi alivyo hivi. Si mwanamke? Ukianza kutafuta mke, utagundua makosa mengi ya ambayo hayakupeleki kwenye ndoa. Okay. Hata wewe. Mtu akitaka mume Mchaga, akitafuta mume sasa, atagundua nataka niolewe na kitunguu. Kwa nini unadhani kwa nini? Unadhani kwa nini? Kwa nini wanawake ni wengi lakini kupata mke ni shughuli? Kwa nini wanawake ni wengi lakini kupata mke ni shughuli? Kwa sababu mke ni package tofauti ambayo ina component nyingi mpaka mtu anakamilika anakuwa mke au anakuwa mume. Haishii tu kwenye muonekano, haishii tu kwenye yaani kuna vitu vingi vinavyotengeneza mtu anakuwa picture sahihi ya mume, picture sahihi ya mke. Ndio maana kuna kundi kubwa la wanawake, waweza kuta wanawake wana sifa za wake wawili watatu. Kabisa, yani mtu kwenye jicho lake tazama. Kundi kubwa lakini sifa sasa bana mke ni huyu. Unapata shida. Sifa za mke ni zipi? Sifa za mke kuna dini imetueleza. Mimi pamoja na mambo yangu yote, misingi ya dini inatuongoza. Ndio bana. Haya si Muislamu wenzangu. Unajua kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu amezungumza na watu aina tatu. Kuna wakati Mwenyezi Mungu amezungumza na waumini, ya ayyuhal mu'minin. Baadaye Mwenyezi Mungu akazungumza na Waislamu, ya ayyuhal muslimin. Alafu kuna wakati Mwenyezi Mungu akazungumza na watu, enyi watu. Ya ayyuhan nas. Enyi watu. Sasa kuna level ya waumini, kuna Waislamu na kuna watu. Sasa kiwango cha mke kinakupelekea wewe kwenye uumini. Mungu aliwaelekeza mke anakuwa na picha zipi. Bana dini, sijui familia, sijui nini. Yaani kuna sifa zake ziko pale. Lakini sasa kwa sababu ndo tushakuwa watu, ndo unaanza kuongeza na vya kwako sasa. Dini mimi sikosoma na tutajifunza huko si alifabet tu. Tutaijulia ndani. Familia sasa hivi wanawake mmechangamka mashallah. Familia si babake na mamake, tatengeneza ya kwangu mimi na yeye. Kwa vile ambavyo tumeelekezwa tuvifuate, kwa ujana wetu vingi tunachomeka vya kwetu. Tunakana kama hii dunia mbona kama hivi vitu kama unaelewa.